Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Pastor Paul William kutoka Geita, hapa Geita Tanzania, sehemu panaitwa Mkolani. Nikukaribisha sana, yeyote unafika Geita usikose kufika hapa Mkolani. Mimi ni mhubiri wa Injili wa neno la Mungu, na naomba nikushirikishe kitu kimoja jioni ya leo. Neno la Mungu lina utajiri wa hali ya juu sana. Watu wengi leo wanaangamia kwa sababu neno la Mungu halipo ndani yao. Biblia inasema ya kwamba kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza mstari wa kwanza, hapo mwanzo kulikuwako neno. Manake nini? Mwanzo manake msingi, foundation, msingi wa kitu chochote, mwanzo wa jambo lolote lazima uhusishe neno la Mungu. Lakini shida leo, kuna Wakristo wengi utaona wanaenda makanisani, hasa kwenye huduma za maombezi, lakini kiukweli neno la Mungu halipo ndani yao, haliko ndani yao. Ndio inakuwa sababu ya watu wao kurubuniwa, kudanganywa, kupotezwa. Ni kuombe unanitazama, tunaishi siku za mwisho. Tamani neno la Kristo, neno la Mungu, kama anavyosema Paulo wa Kolosai sura 3 mstari wa 16. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Hakikisha neno linakaa ndani yako siku zote. Mungu na neno hawezi kutenganisha. Ndio maana maandiko yanasema kwamba naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Ukisema unampenda Mungu, lazima neno lake ulipende, uhudhurie ibada, ujifunze neno. Hiyo ndio itamaanisha kwamba unampenda Mungu. Manake mtu aliye na neno ana Mungu, na mtu aliye na Mungu lazima neno lake alipende na likae ndani yake. Na ili Mungu umfahamu, umpate na kae ndani yako, lazima neno la Mungu likae ndani yako, tena kwa wingi. Mungu wa mbinguni akubariki. Tafuta neno. Wakristo wengi leo neno la Mungu alipo ndani yao. Ndio sababu mafundisho ya ajabu ajabu yanatokea, watu wanapotoshwa. Kwa sababu gani? Watu leo ni wavivu kusoma neno la Mungu. Msikilizaji, mtazamaji, popote ulipo, jifunze neno la Mungu, soma neno la Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki. Ninataka nikutie moyo ya kwamba mambo yote yanawezekana katika neno la Mungu. Mungu akubariki sana, nikutakie heri na baraka. Mungu akuponye uliye mgonjwa, ubarikiwe katika jina la Yesu Kristo hai. Amen.